Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasıl gidiyorsunuz arkadaşlar? Bugün Türkçe kelimelerin alamlarına öğrenmeye devam ediyoruz, tamam mı? Hadi bakalım bu kelimeleri. Sana helal olsun. Sana helal olsun. Hapo tumesikia anasema sana helal olsun. Sana helal olsun. Huu ni msemo wa Kituruki hutumika kumsifu mtu kwa juhudi, mafanikio au kitendo alichokifanya, lakini ambacho kina uzuri ndani yake, yaani kitendo ambacho hakichukizi, kwa kitendo ambacho kinahusisha na juhudi, mafanikio, sawa ndio hutumika huu msemo kama kumpa mtu pongezi. Kwa hiyo ndio maana natumika msemo sana helal olsun. Tunaweza tukautumia huu msemo katika mazingira yoyote ambayo mtu amefanya jambo. Sasa wewe unataka kutoa pongezi, umefurahishwa na lile jambo, sawa Sasa unataka kumpa pongezi, basi huu msemo ndio hutumika kwenye lugha ya Kituruki, sawa Tutaangalia mifano. Kwa mfano, unataka kumpa mtu pongezi ambaye amefanya mitihani, labda mwanafunzi amefanya mitihani na katika hiyo mitihani labda amefaulu. Labda tuchukulie mfano wa sentensi hii ya Kiswahili. Nataka kumwambia mtu umemaliza mitihani, kuwa wa kwanza, hongera sana. Yaani amemaliza mitihani na kuwa wa kwanza. Sasa unampa hongera ya kumaliza mitihani, maana ni kitendo cha kufanya mitihani kimeisha, afu pia unampa na pongezi, hongera sana. Sasa ndio neno hili ambalo tunalizungumza hapa linaenda kukaa katika sentence. Kwa hiyo unaweza kumwambia mtu sınavı birinci bitirdin, sana helal olsun. Sınavı yani kwa maana ya mitihani, birinci wa kwanza, yani kuwa wa kwanza kwenye hiyo mitihani ambayo uloifanya. Sınavı birinci bitirdin, yani amemaliza. Bitirdin, bitte yani kutoka kwenye bitmek kumaliza. Sasa amemaliza mitihani, sawa, akiwa wa kwanza. Kwa hiyo unamwambia sınavı birinci bitirdin, sana helal olsun. Kwa hiyo nakupa hongera au hongera sana kwa kumaliza mitihani kuwa wa kwanza. Yaani amemaliza mitihani na amekuwa wa kwanza, kwa hiyo umempa pongezi zake. Kwa hiyo ndio sana helal olsun hutumika kwenye kutoa pongezi. Labda mfano wa pili naweza nikakupa, unaweza ukakuta sentensi ya Kiswahili hongera sana, umejitahidi, au umejitahidi, hongera sana. Hongera sana, umejitahidi, au umejitahidi, hongera sana. Yaani mtu amefanya kitendo fulani hivi lakini amejituma, au katika mafanikio yake yale unataka kumsifu katika kile alichokifanya. Kwa hiyo ndio maana tunasema umejitahidi, hongera sana. Umejitahidi, hongera sana. Sasa neno umejitahidi, hongera sana kwa Kituruki unaweza ukasema çok çalıştın, yani kwa maana amejitahidi katika alichokifanya. Çok çalıştın, sawa, sana helal olsun. Kwa çok çalıştın, sana helal olsun. Kwa Kituruki ukimwambia mtu hivyo, maana yake umemwambia umejitahidi, hongera sana, au hongera sana kwa kujitahidi, pia inakaa kwenye muktadha. Kwa hiyo hayo ndio baadhi ya maneno ambayo tumeenda kuyaangalia leo, na tutaendelea kupeana yale maneno ambayo yanakuwa yapo kwenye vificho ya Kituruki na wengi yanawasumbua maana zake. Basi tutaendelea kupeana tips kwa kujifunza Kituruki. Napatikana Instagram, Telegram, YouTube na hapa TikTok. Pia tuna magrupu ya WhatsApp na tuna magrupu ya Telegram, lakini hayo ni ya kulipia. Kwa hiyo anayejisikia au anayehitaji kujiunga na hayo magrupu pia anaweza akajiunga. Na pia kama unahitaji kuendelea kupata tips za Kituruki nyingi, basi unaweza kunifollow kote huko ama kusubscribe katika akaunti hizo nilizozitaja. Hoş geldiniz. Kendine iyi bak. Görüşürüz.